Na leo tunazia kwa bibi Aziza. Bibi Aziza aliondoka na mdogo wake kuelekea nyumbani kwa bwana mkubwa Devan ili aende akachukue vitu vyake. Akamwambia sikiliza, wewe elekea bafuni, acha mimi nielekee chumbani kwangu kachukue vitu vyangu. Akati afika chumbani kwake, anakutana na bwana mkubwa Devan. Akafika pale akamwambia umekuja, tafadhali naomba tukae chini tuzungumze. Tafadhali naomba Aziza. Lakini bibi yule Aziza alimgomba, sikiliza, niache nichukue vitu vyangu na nisepe. Huyu mamako yule angekuwa anajiheshimu na anakujielewa. Asingeletea mwanamke mwingine hapa. Devan, tafadhali nakuomba kula maisha yako na mimi nile maisha yangu. Mwisho wa siku wakati anazungumza kundana na gombana, mdogo wake Fida kwa nje alikuwa anasikiza maongezi yote. Kabla sikiza, kwanza mna news sana. Acha nichukue kila kitu changu na nisepe. Bibi yule ya Fida alimind kinoma sana na kufika chumbani kwa bibi Miriam na kwanza kutoa zile nguo za Miriam kwenye begi na kuanza sasa kuzichana kwa mkasi. Sasa kwa upande wa pili tunakutana na Jemo. Jemo akamwambia jamaa, tegemea tuambie mtoto wake ndio tuweze kumsamehe kila sisi. Hapa kusamehewa haiwezekani na hamna tunaweza kutufanya. Mwisho wa siku asema jamani, maamuzi ya kumsamehe ni yako Aziza, lakini mwisho wa siku bwana mkubwa jamani, mimi acha niendelee kufanya kazi pale pale. Urafiki na kazi havina uhusiano. Bwana mkubwa Yusuf akapigwa simu na baba yake na ikabidi aende nyumbani. Huko nako bibi Aziza amegoma kabisa kumsamehe bwana mkubwa. Ila shangazi akutana mkuu akamwambia sikiza, swala la talaka ulisahau. Wewe uwezi kutalikiana pamoja na mwanangu. Mwisho wa siku bibi yule akaomba sikiza, na kuonea huruma sana shogangu Miriam. Sasa aibu kwako, utaichoka hii vita. Mwisho wa siku mama yake na Deva akamwambia sikiza, mwanangu yuko sealed, yuko kitu pure, hana shida yoyote Miriam. Sasa kwa upande wa pili bibi ambaye jamani, nimesharudi hapa. Niko hivi kwa Deva ambaye mjomba, kesho alfajiri na mapema na kuomba swala la mwanasheria tuanze kulifanyia kazi. Sasa Zela akamuuliza Fida, kuna nini chochote kilichotokea? Bibi hapana, hamna chochote kilichotokea. Mimi nilichokifanya tu ni muongeza ubunifu kwenye nguo za Miriam. Sasa mama yake na Deva akaona zile nguo jinsi zilivyochachana, akamwambia sikiza Deva, umeona mwanamke wako alichokifanya? Bwana mkubwa akasema hivi, mimi yeye sasa ole wenu mtu yote aguse nguo za Aziza nitamnyofoa masikio yake. Sasa akabaki hali. Mimi akamwambia mama, huyu bado anafikiria kuhusu Aziza. Akamwambia sikiza, chukua hii nguo uvae na umtoe Aziza kilini mwake. Sasa kwa upande vile bibi Aziza alisikia mlango wa bwana mkubwa Deva anafungulia, kisha kaenda kuchungulia dirishani akamwona Miss Pevin ameondoka, huko bibi Mary amekuwa amebaki peke yake. Aziza akakaa kitandani na kuanza kulia. Sasa kwa upande wa pili bibi Mary matokeo na kingo chake chekundu anambia Said Deva ndacha nikakupembea, sikiza, mimi nampenda Aziza, wewe mwanamke uone au usikili. Mshasiku bwana ngombe, sikiza, sasa ole kumwambia chochote mama, tuchongea nitakurudisha kijijini kwenu tena na ndege ya asubuhi. Sasa kwa upande pili bwana mkubwa Yusuf bado anaendelea kulazimishwa akubali kumuoa bibi Bukiti, ila bwana mkubwa ambaye jamani, hakuna cha Bukiti, hakuna cha Zela, wote siwataki. Sasa babaka ambaye sikiza, amekocha sababu una hela au kuna chochote, na vipi kusikaze, mtakao endelea kulala kule hoteli? Ambaye sikiza, hakuna chochote, mimi ndo nitakao nafanya kazi, yeye kashamaliza kufanya kazi pale. Mwisho siku bwana mkubwa akawa na familia na mchanganya, akachukua zake koti na kutoka zake nje. Nika naye akaambia hivi jamani, kuhusu swala ndoa mimi na Elegant subiri basi atoke kwa Ankara, nitawaambia kuhusu taratibu za ndoa.